Bismillahirrahmanirrahim. Kwa sababu ya muda ni kuendelea kuwashukuru sana wageni wetu ambao wamefanya ziara. Baada ya kufanya ziara wametoa elimu. Kwa hakika wamefanya jambo kubwa sana. Mafundisho matukufu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanatuelekeza kwamba mtu aliyekutendea wema basi unatakiwa umlipe. Huna cha kumlipa, umwombee Mwenyezi Mungu, na kitakachotosheleza ni kumwombea jazakallahu khaira. Sasa wako wengi tunasema jazahumullah khaira, Mwenyezi Mungu awajaze khairi, Mwenyezi Mungu awalipe khairi. Kwa hakika haya ndio ambayo tunayatamani, na sio kutamani tu kwamba tunatamani, lakini mipango iwepo ya kufikia hayo ambayo tunayoyataka. Wakati huu tulionao tunahitaji mambo haya sana, na kusema la kweli tunahitaji heshima. Kila mtu anahitaji heshima na kila mtu anahitaji utu wake utunzike. Sisi tunasoma kitabu cha Mwenyezi Mungu, tunasoma hadithi za Mtume Muhammad. Tunatakiwa tuwe ni mfano mzuri. Sasa mfano mzuri, kazi ni kipimo cha utu. Kazi ni kipimo. Ushekhe peke yake, ustadhi peke yake, ualimu peke yake, basi hivyo hivyo tu, lakini huna sababu maishatek, yani sababu au kile kinachofanya wewe upate mahitaji yako, ni jambo la hatari sana. Kinyume chake, maana utakuwa nitegemezi, utakuwa ombaomba, utu hapo utakuwa haupo, heshima hapo itakuwa haipo. Ni kweli kabisa, na mimi huwa natangaza mwenyewe, na ukiingia huko kwenye YouTube utanikuta kwamba mimi ni mjasiriamali. Nilianza kutembea kwa miguu, kwa baiskeli, kwa pikipiki, kwa gari ya BAKWATA, lakini sasa ninayo ya kwangu ya kutembelea. Lakini alhamdulillah, leo hapa kuna vitu vinasemwa vilikuwa vimejificha ficha. Pia ninayo tipa, tipa hiyo inafanya kazi sawa, lakini nilitoka hatua kwa hatua. Hii elimu tunayopewa leo tuizingatie sana, na tusiwe wa kukata tamaa wala tusiwe wavivu. Ni hizo changamoto lazima tuzikabili, tukabiliane nazo. Kwani natafuta nini mimi? Natafuta kutafsiri Uislamu sawa kivitendo, sawa. Natafuta kule kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa namna ambayo Mwenyezi Mungu anairidhia na anaipenda. Lakini pia niwakumbushe Al-Habib Al-Said Ahmad Badawi, katika uhai wa shekhe letu, alikuja na msafara mkubwa sana. Kwa wale waliokuwepo, shekhe letu alikuwa ananitanguliza kwa kila hatua, na akawaambia wale mashekhe zake kwamba hii madrasa ni ya mwanafunzi wangu huyo Muhammad Khamis Isa. Sasa kama kuna vitu vilikuwa vinatolewa na shekhe yupo, basi shekhe alikuwa anaashiria nikabidhiwe mimi. Tulikabidhiwa boksi la supana, umeelewa? Nikakabidhiwa mimi spana za nini? Yani mtu kama ni fundi wa baiskeli, basi mahitaji yote yako pale. Tulikuwa tunafundishwa kwamba tukishajifundisha dini tujifundishe pia na dunia, tukafundishwa kivitendo. Kwa bahati mbaya lile spana nimelifuatilia mpaka leo, sijui liko wapi, lakini ile elimu nimechukua mpaka leo. Ndio maana mimi ni mjasiriamali. Niseme tu elimu yote hii tuliyoipokea, mimi na waahidi wageni wetu kwamba nitakuwa mshauri
na nyinyi pia nitumieni, tutasaidiana ili kila mtu anufaike peke yake. Lakini tunapokuwa kitaasisi kama hivi, taasisi lazima ifanyaje? Iwe na uwezo wa kujiendesha. Hivi tutakuwa tunaombaomba kila siku mpaka lini? Haiwezekani, tutachokwa. Ufike wakati sasa watu watukute na sisi wenyewe tuna namna kidogo tunasimama kwa miguu yetu, halafu humo ndo tutasaidiwa. Shekhe letu alikuwa tuambia hivi, samaki ni wazuri, samaki ni watamu, kila mtu anapenda kula samaki. Sasa usiwe tu kila siku unamwomba mvuvi, nigaie bwana, nigaie. Shekhe anasema mwambie yule mvuvi akufundishe kuvua samaki, na wewe upate ndoano yako, upate mtumbwi, uende ukavue mwenyewe samaki utakaowapata, sawa? Ujisevie mwenyewe namna unavyotaka, sio kila siku unaombaomba. Kwa hiyo tulicholetewa hapa, sawa, kila siku tumekuwa tunafadhiliwa, leo tumesaidiwa hivi, leo tumesaidiwa hivi, lakini leo wanakuja kutufundisha, manake tujitegemee. Hii elimu tuliopewa hii, sawa, ni zaidi ya vile tunavyo leo. Mmepewa mfuko simenti leo, yani hapa tumekuja kufundishwa vipi na sisi tutaweza kupata Kwa hiyo nirudie kusema tena kwamba kituo hiki ni chenu, huu ni mwanzo, endeleeni kutufuatilia na changamoto zetu pia muone namna ya kuzikabili, na nyie pia msikate tamaa. Insha Allah taala tunawaombea Mwenyezi Mungu awape afya njema, Mwenyezi Mungu awatakabalie kheri mnazozifanya, awatengenezee dunia yenu na akhira yenu. Mwenyezi Mungu awasafirishe salama, na huku mkiendelea kuyatafakari haya, lakini ukweli unabakia pale pale, sisi bado tuko chini, tunahitaji kushikwa mkono, tunyanyuliwe, na jaza yenu mtakwenda kuikuta mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.